Naam, so dakta. Hakuna atakayekukumbuka kama huna hela. Nasema hivi, pesa huleta heshima, umaarufu na umuhimu. Yaani pesa zitakufanya ukubalike na uonekane kila mahali na kila mtu. Na hizo fedha ndizo zitakazokufanya usaulike kama upo duniani. Ni Jumatatu ya tarehe 13 mwezi Julai mwaka 2026. Ujambo na karibu mtazamaji kwenye Taswira Al-Shifaa. Nafahamika kama Joseph. Leo kumbuka matangazo haya unaweza kuyapata mubashara kupitia mitandao ya kijamii. Kwenye ukurasa wa Facebook tunapatikana kama Al-Shifaa Digital Kenya. Pale YouTube ni Al-Shifaa Television Kenya. Kwenye ukurasa wa Instagram, X pamoja na TikTok ni Al-Shifaa Media Kenya. Na tuanze na taarifa zetu ambapo mtu mmoja amethibitishwa kufariki dunia huku wengine kadhaa wakijeruhiwa vibaya baada ya sehemu ya jengo la ghorofa 5 kuporomoka katika eneo la Watamu katika kaunti ya Kilifi. Tukio hilo limetokea wakati shughuli za ujenzi wa jengo hilo likiendelea na kusababisha hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo pamoja na wafanyakazi waliokuwa katika eneo hilo la ujenzi. Timu za uokoaji zimeendelea na juhudi za kuwatafuta watu wengine wanaoweza kuwa wamekwama chini ya vifusi huku waliojeruhiwa wakikimbizwa katika hospitali kuu ya Malindi kwa matibabu ya dharura. Kwa mujibu wa taarifa hizo za awali, jengo hilo linadaiwa kumilikiwa na mwekezaji mmoja kutoka Italia huku sababu ya kuporomoka kwa sehemu ya jengo hilo ikisubiriwa kuthibitishwa na mamlaka husika. Maafisa wa serikali pamoja na wataalamu wa ujenzi wanatarajiwa kufanya uchunguzi kubaini kilichosababisha jengo hilo kuporomoka na iwapo taratibu za ujenzi zilizingatiwa. Turejee mjini Mombasa ambapo viongozi wa kaunti ya Mombasa wakiongozwa na gavana Abdulswamad Sharif Nassir wamedai haki kwa familia ambazo nyumba zao 170 zilibomolewa eneo la Changamwe hapo jana licha ya mahakama kutoa agizo la kusitishwa kwa ubomoaji huo. Gavana Nassir ameeleza kwamba ubomoaji huo haukufuata sheria na kwamba hakuna agizo la ubomoaji lililotolewa na serikali ya kaunti. Mkono wa lawama sasa umeelekezwa kwa idara ya nyumba kwa kukosa kufuata sheria na kanuni zifaazo za ubomoaji. Viongozi hao sasa wameongeza kwamba wataelekea kotini kutafuta haki kwa familia hizo na waliohusika kwa ubomoaji watachukuliwa hatua kali za kisheria. Lazima tuhakikishe ya kwa mali ya wale ambao kwamba huahia na mimi mheshimiwa Faki, the county government will enjoin itself in this court process now, kwa sababu hakuna demolition permit ambao kwamba serikali ya county imetoa, hakuna approval ya plans that the county government of Mombasa did. The demolition, in fact, it was a summit resolution that before waanze kujenga. Summit resolution ni ile ambayo kwamba mpaka president mwenyewe ana chair, and it is the epic body ya kwa kabla waanze kujenga wanafaa kupata county permits. Waziri hapa ameulizwa umetoa demolition order, akasema mimi sikutoa. Umetoa building permit? Hakuna. Kwa hivyo mambo yanafanyika kiolela. Kwa hivyo tunataka tujiulize pia, hizi serikali za county ni serikali ama ni mfano wa serikali? Wajua kitu kama hichi kina affect umaarufu pale pakubwa sana kwa Mheshimiwa William Ruto ambaye sisi tunampigia upato kama kiongozi wetu na tunampigia upato kwa wakati wa pili tena 2027. Lakini mambo kama haya hatuwezi kukubali yafanyike, kwa sababu mambo kama haya yakifanyika yanaathiri vizazi vyetu na yanaathiri watu wetu. Kwani haraka iko wapi? Ino haraka haina haja ya haraka, na sheria nao ni msumeno, inakata mbele inakata nyuma. Hapa kulikuwa na court order ya kwamba kusifanyike zile demolition, ilikuwa watu wale wa housing wafuate court order, hakuna demolition, na tuangalie way forward. Way forward ni nini? Tupatie watu wetu nafasi ya kutosha, kwa sababu mtu huwezi kumpatia notice ya 1 month. Na kwingineko ni kwamba chemichemi kadhaa za maji katika kaunti ya Kwale zimeanza kukauka kutokana na athari za mabadiliko ya tabia nchi na uharibifu wa mazingira.
Hali hiyo imezua wasiwasi miongoni mwa wakazi kutokana na kupungua kwa vyanzo vya maji vinavyotegemewa na jamii. Akizungumza katika eneo la Kinarani wakati wa mdahalo uliowakutanisha vijana na wazee kujadili masuala ya uhifadhi wa mazingira, mbunge wa Matuga Kassim Tandaza amesema ukataji miti kiolela pamoja na shughuli nyingine zinazoharibu mazingira zimechangia kupungua kwa maji katika chemichemi muhimu ikiwemo chemichemi ya Marere. Amesisitiza umuhimu wa kuimarisha juhudi za uhifadhi wa mazingira ili kulinda vyanzo vya maji kwa manufaa ya vizazi vijavyo na vya sasa. Sosi yetu ya maji ilikuwa ni ya Kwale na Mombasa. Kwanza ilikuwa inatoka Marere. Kwa wale ambao washatembea Marere, saa hizi hakuna maji, na kama hakuna maji hakuna uhai. Tukajenga intake nyingine pale Manolo, nayo Manolo ni ule unaita seasonal rain, mkubwa unakuja na maji mengi alafu unakauka kabisa. Marere ndio ilikuwa haikauki, lakini saa hizi maji yameenda. Wale ambao wametembea Chitsanze Falls pale, wao unaotoka saa hizi ni Iracho, hakuna maji. Na naomba in future, hii sio mwanzo tu, Madam Kazi yuko hapa, we need to have Imara project, Kwale County chapter, so that we're able to include every school in Kwale County. Unaendelea kutazama taswira ya Al-Shifaa. Vyama vya ushirika vya Pwani kwa kushirikiana muungano wa wafanyabiashara na viwanda vimeiomba Bunge la Taifa kuharakisha kupitisha mswada wa vyama vya ushirika, wakisema sheria hiyo mpya itasaidia kukabiliana na changamoto zinazoikumba sekta hiyo huku ukiimarisha uwajibikaji, uwazi na kuchochea ukuaji wa kiuchumi. Akizungumza mjini Mombasa wakati wa kongamano la uwekezaji lililoandaliwa na chama cha akiba na mikopo cha bandari, mwenyekiti wa chama hicho Moses Sigoi alisema kupitishwa kwa mswada huo kutatoa msingi imara wa kuimarisha utawala wa vyama vya ushirika na kuongeza imani ya wanachama pamoja na uwekezaji. Sigoi pia alisisitiza kwamba umuhimu wa kutoa mafunzo kuhusu matumizi ya teknolojia ya sasa katika sekta za biashara, viwanda, vyama vya ushirika, akisema kwamba hatua hiyo itaongeza ufanisi wa utoaji wa huduma, ushindani wa biashara na kufungua fursa zaidi za uwekezaji wa nchi. Kuna team ambayo tumeform amongst ourselves ya kuhakikisha kwamba tumeangalia mahali kuna dosari, mahali kuna makosa turekebishe, alafu iende kwa bunge. Na mimi nataka niwaambie wabunge, ikifika pale mupitishe haraka sana, kwa sababu the act is reformist in nature. We want to reform our SACCOs and we also want to control our own movement. Na mimi najua wabunge nyinyi mko na SACCO. Kwa hivyo mkipitisha sheria mbaya, mjue kwamba hiyo panga litakuja kwa kata vibasa. The use of technology bado iko kidogo, it's very wanting, if I may use that word. So kutoka kwa chamber tumekuja initiative inaitwa Anwani Yangu. Anwani Yangu ni digital platform ambayo tunataka kuweza kumove around Mombasa County, kuweza kuwa map digitally wafanyabiashara wote. Kwa hiyo tutawalinganisha MSMEs, SMEs na mpaka large corporates, tuweze kuwapatia digital ama online presence vile tunavyoita. Na mtazamaji, asante sana kwa kuendelea kutazama taarifa zetu. Kufikia hapo nasema shukrani za dhati kwa kuendelea kuwa nasi kwenye mitandao ya kijamii. Nachukua pumziko fupi alafu narudi na habari za kimataifa na michezo, na kusihi usiende mbali. Naam, karibu tena mtazamaji kwenye habari za kimataifa. Mvutano kati ya Marekani na Iran umeongezeka huku pande zote mbili zikidai kuwa zinadhibiti mlango wa bahari ya Hormuz baada ya mashambulizi mapya yaliyotikisa Mashariki ya Kati. Marekani imesema imefanya mashambulizi dhidi ya makumi ya maeneo ya kijeshi nchini Iran, yakiwemo mifumo ya ulinzi wa anga, rada, makombora, ndege zisizo na rubani na boti ndogo, huku Iran ikisisitiza kwamba mlango huo uko chini ya mamlaka yake na ikiendelea mashambulizi dhidi ya meli za kibiashara katika eneo hilo. Tahadhari za makombora zilitolewa nchini Bahrain na Kuwait, huku mashambulizi pia yakiripotiwa katika majimbo kadhaa ya Iran na kusababisha vifo vya watu wawili. Wakati huo ni kwamba juhudi za kidiplomasia za kusitisha vita zinaendelea kupitia upatanishi wa Pakistan, Qatar na Misri, huku hatari ya usalama katika mlango wa bahari wa Hormuz ukiendelea kuzua wasiwasi, huku usafirishaji wa nishati na utulivu wa eneo hilo ukiendelea. Michezoni ni kwamba michuano ya Sisi ni Dola Super Cup ilianza kwa kishindo, huku mabingwa tetezi Fires Beka wakifunga Magongo United magoli 4-0 katika mechi ya ufunguzi iliyochezwa Jumamosi kwenye uwanja wa Mombasa Sports Club.
Mshambuliaji Joshua Oyo aliongoza Fires Beka kupata ushindi huo baada ya kufunga magoli 3 huku bao la 4 likifungwa na Abdalla Mwinyi. Ushindi huo sasa umeiweka Fires Beka katika nafasi nzuri ya kutetea ubingwa wao huku Magongo United wakianza mashindano hayo kwa kichapo. Wadau wa michezo kutoka katika kaunti ya Mombasa akiwemo afisa mkuu katika idara ya michezo Juma Goshi Ali pamoja na wachezaji wa timu zote mbili walizungumza kuhusu kiwango cha ushindani kilichoonyeshwa katika mechi hiyo ya kwanza na matarajio yao katika mechi zijazo za mashindano hayo. Game yetu sisi tunacheza play style. Tunajua boli, tunacheza play style, tunaonana na tunafanyia mazoezini. Tukifanyia mazoezini na kuja kupaleta hapa kwenye game inakuwa rahisi sana. Kulingana na game naona si mbaya na pia ni kupambana. Alafu game wenyewe pia kuna kupata na pia kuna kukosa. Lakini bado tuna matumaini vile vijana wanacheza. Sisi ni mabingwa. First edition tulichukua mabingwa. Na this edition tunachukua tena mabingwa. Tumekuja moto vibaya sana. Na tunashinda game ya kwanza, tutashinda game zote na tutakutana tena finali. Matumaini yangu ni kwamba bado mazuri yanakuja kwa sababu ziko timu nyingi ambazo zimebobea na zitaingia uwanjani kuanzia kesho. Kwa hivyo ni wasihi mashabiki wajitokeze kwa wingi ili tuje tuwashangilie wachezaji waweze kujituma na kufanya kazi ionekane bora zaidi, na tuna imani ya kwamba baada ya michuano hii kama ilivyo desturi kuna wachezaji zaidi ya 5-10 watapanda daraja na kuchukuliwa na timu za ligi za juu. Tukisonga mbele ni kwamba timu ya taifa ya wasichana wenye umri wa chini ya miaka 17 yani Junior Starlets imefuzu katika fainali za kombe la dunia kwa mara ya pili mfululizo baada ya kuichapa Afrika Kusini mabao 3-1 katika mechi ya mkondo wa pili iliyochezwa kwenye uwanja wa Nyayo. Afrika Kusini walikuwa wa kwanza kutikisa nyavu kupitia kwa Katleho Malebana katika dakika 6 mchezo kabla ya Kenya kusawazisha kupitia kwa Gaudensia Maloba. Brenda Ward alifungia Kenya bao la pili huku Elizabeth Aleza akihitimisha ushindi huo kwa bao la 3 na kuzima matumaini ya Afrika Kusini kutinga fainali. Kwa ushindi huo Kenya sasa imejihakikishia tiketi ya kushiriki kombe la dunia FIFA la wasichana wenye umri wa chini ya miaka 17 litakalofanyika nchini Morocco, ikiwa ni mara ya pili mfululizo kwa Junior Starlets kufuzu kwenye mashindano hayo ya dunia. Na mtuzame uhaibuni, tuangalie uhamisho wa wachezaji ambapo Arsenal wanapiga hatua za mwisho kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa Atletico Madrid Julian Alvarez kabla ya kuanza kwa maandalizi ya msimu mpya. Ushindani wa kuania saini ya nyota huyo wa Argentina umepungua na Alvarez sasa yuko tayari kujiunga na Arsenal licha awali kupendelea kubakia nchini Hispania. Arsenal hawako tayari kulipa zaidi ya pauni milioni 90 katika dili hilo, kwa Atletico Madrid wakidai zaidi ya pauni milioni 100 ili kuweza kumwachilia mchezaji huyo. Pep Guardiola ameibuka kama mmoja wa wagombeaji wakuu kuwa kocha wa timu ya taifa ya Italia. Wanaofanya maamuzi katika soka la Italia wanaamini kwamba Guardiola ndiye kocha mwenye uzoefu wa kuiongoza timu hiyo katika mchakato wa mageuzi makubwa na kuijenga upya timu hiyo. Hata hivyo, mshahara wake unasalia kwamba ni kikwazo kikubwa na kipengele, ingawa kuna imani inaongezeka kwamba changamoto ya kuijenga upya timu ya taifa Italia inaweza kumvutia mkufunzi huyo. Manchester City wamefanya mazungumzo ili kufahamu kwa karibu hali ya mshambuliaji wa Uingereza Harry Kane katika klabu yake ya sasa Bayern Munich. City wanaendelea kufuatilia mustakabali wa mshambuliaji huyo huku kukiwa na sintofahamu kuhusu iwapo atasaini mkataba mpya wa kuendelea kubaki nchini Ujerumani. Kane amesalia na mwaka mmoja pekee katika mkataba wake wa sasa, ingawa Bayern Munich wanaendelea kuamini kwamba watafikia makubaliano ya kuongeza mkataba wake. Mwisho ni kwamba Man United wamemsajili kiungo wa kimataifa Belgiji Yuri Tielemans kutoka Aston Villa baada ya dili la pauni milioni 41 kukubalika. Hata hivyo, Manchester United wamekubaliana na mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 29 ambaye anatazamiwa kufanywa vipimo vya kimatibabu hapo kesho kabla ya kuweza kukamilisha dili hilo. Wanasema kuna muda unatakiwa yaone mabaya ndio uweze kuyatambua mazuri ya kitu. Ni mfano tu
kwamba wakati ukitafuta kufanikiwa katika maisha lazima utapitia hali ngumu ambao ni yale mabaya ambao kwamba hutaki kuweza kupatana nayo katika maisha yako, lakini baada ya pale unapata yale mazuri ambao kwamba yanakufaa wewe mtazamaji. Kwa hivyo hakuna kukata tamaa kama unapitia hali ngumu ama unaona mabaya, bado ni kujikaza, bado ni kung'ang'ana ili kuhakikisha kwamba tunaona yale mazuri ya kitu pale baadaye. Mtazamaji, kumbuka matangazo haya unaweza kuyapata mubashara kupitia mitandao ya kijamii. Pale Facebook tunapatikana kama Alshifaa Digital Kenya, kwenye mitandao ya YouTube ni Alshifaa Television Kenya, pale katika mtandao wa X, Instagram na TikTok ni Alshifaa Media Kenya. Pia unaweza kusikiliza vipindi vyetu vya radio kupitia tovuti yetu ya alshifaaradiokenya.com na kwenye gazeti letu la wiki Alshifaa Weekly Magazine. Kufikia hapo nasema shukran sufufu, shukran za dhati na kutakia usiku mwema. Nimekuwa msomaji wako Joseph Lewa. Lala tamu.